Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Niko mzima, niko salama. Nashukuru Mungu kwa neema yake na rehema zake juu ya maisha yangu. Abia jirani yako, songa mbele kidogo. Abia jirani yako, songa mbele kidogo. Amen. Nashukuru kwa kutii. Na kushukuru kwa kusikia hiyo sauti. Mumefanya hayo katika hali ya asili. Lakini hayo ndio nataka mfanye katika hali ya kiroho. Kusonga mbele kidogo. Huo ndio ujumbe wangu. Katika maisha tunafika wakati tunahisi tumefika mwisho. Unaweza kuwa umesonga, umefanya biashara na unaona kama umefika kilele. Unaweza kuwa umefanya mambo yote kwa boma na unaona umefika mahali ambapo huwezi kusonga mbele. Na unaona kweli Mungu amekubariki, amekuinua na unahisi I can settle here ama naweza kukaa hapa. Lakini nataka kukuambia unaweza kusonga mbele kidogo. Amen. Kuna wakati tunapitia hali ngumu ambapo unajihisi ya kwamba siwezi kusonga mbele. Unahisi umechoka, unahisi umelia, unahisi umeomba, ni kama umeomba maombi yako yote na ni kama mbingu imenyamaza kimya. Nimekuja kukutia moyo, unaweza kusonga kidogo. Amen. Kwa sababu watu ambao walisonga mbele na Mungu wakatoka katika hali yao ya mapumziko, hali yao ya kufurahi. Waliposonga mbele, hawakusonga bila sababu, walisonga kwa imani. Wengine walisonga kwa imani, wengine walisonga mbele kwa maombi, wengine walisonga mbele hata kwa kutoa. Amen. Cornelius alikuwa pale, Dorcas alikuwa pale, na wote wakasonga mbele. Na kwa sababu ya kusonga mbele, Mungu aliheshimu imani yao na akawatendea. Amen. Ibrahimu baba yetu aliitwa baba wa imani kwa sababu ya kusonga mbele na Mungu. Wakati ule Mungu alimwahidi ya kwamba atambariki. Na hata kama kulionekana kama hakutawezekana lolote, Ibrahimu aliamua kusonga mbele na imani. Aliamua kumwamini Mungu hata kama hakukuwa jambo la kumfanya amwamini Mungu, bali alishikilia imani na kusonga mbele na kumwamini Mungu. Kuna wakati katika maisha yako unaona hauwezi kusonga mbele. Huna sababu ya kuendelea kumwamini Mungu. Huna sababu ya kuendelea kushikilia jambo ambalo umekuwa ukishikilia kwa miaka. Lakini ndugu yangu, dada yangu, nimekuja kukutia moyo. Unaweza kusonga mbele kidogo. Unaweza kusonga mbele kwa imani. Unaweza kusonga kidogo na Mungu. Miaka yote nzige wamekula, Bwana ataregesha. Lakini hataregesha wakati ule umeketi katika hali ya pumziko, in your comfort zone. It is when you go a little bit further in faith and in prayer. Praise the name of the Lord. Yeye ni mwaminifu kuregesha yale nzige wamekula, yale miaka yote imeharibiwa. Unaweza kuwa miaka mingi kuna jambo umekuwa ukimwamini Mungu na halijatendeka. Unaweza bado kusonga mbele kidogo na imani. Unaweza kumwamini Mungu kwa sababu ni mwaminifu. Hiyo miaka ambayo nzige wamekula, hiyo miaka ambayo shetani ameharibu, Mungu wetu ni mwaminifu kuregesha tunaposimama na imani na tunaposonga kwa imani. Kwa hivyo Ibrahimu alimwamini Mungu hata kama hakukuwa jambo la kumfanya amwamini Mungu. Ukiangalia katika Warumi mlango wa 4 kuanzia mstari wa 16, kwa hiyo ilitoka katika imani
iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale wa Torati tu, ila ni kwa wale wa imani ya Ibrahimu aliye baba yetu sisi zote. 17 Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi mbele zake yeye aliyemwamini, yaani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. 18 Naye alimwamini kwa kutarajia yaliyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Yaani Ibrahimu alimwamini Mungu kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Bwana asifiwe sana. Na kuna wakati tunafika hapo, mambo ambayo tunatarajia na hakika unaona hakuna njia. Pengine umekuwa ukimwamini Mungu kwa sababu ya watoto wako, school fees ya watoto wako, na unaona hakuna njia. Lakini Ibrahimu aliendelea kumwamini na kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. 19 Yeye asiyekuwa dhaifu kwa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa miaka 100, na hali ya kufa kwa tumbo lake Sara 20. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani, akamtukuza Mungu. Bwana asifiwe sana. Ibrahimu, kama kuna kitu kilimtia moyo na kikafanya atarajie mambo ambayo hayangeweza kutarajiwa, ni kwa sababu ya ahadi za Mungu. Alipoona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini. Praise the name of the Lord. Unajua mara nyingi tunasita kwa sababu gani? Kwa sababu hatujui ahadi za Mungu. Wakati unapopatwa na jambo, usipojua ahadi ya Mungu kuhusu lile jambo ambalo unapitia, basi ndugu yangu utakufa moyo, kwa sababu haujaelewa ahadi ya Mungu kuhusu ile hali unayoipitia. Wakati unajua ahadi za Mungu, wakati unajua neno la Mungu, wakati unajua kile Mungu amesema kuhusu ile hali unayoipitia, basi badala ya kuvunjika moyo, utatiwa nguvu kwa imani ukimtukuza Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni vizuri tukaweze kujua neno la Mungu, tukaweze kuelewa ahadi za Mungu. Wakati unapopitia majaribu makubwa, wakati unapopitia dhiki, wakati unapopitia magonjwa, unakumbuka neno la Bwana linaposema kwa mapigo yake Yesu sisi tumepona. Unakumbuka neno la Bwana linalosema ya kwamba yeye ndiye atusamehe dhambi zetu zote na kutuponya na magonjwa yetu yote. Unapojua ahadi ya Bwana, unatiwa nguvu kwa imani ukimtukuza Bwana. Utasonga mbele kwa imani. Utasonga mbele kwa imani. Bwana asifiwe sana. Utasimama kwa sababu unajua aliyeahidi ni mwaminifu. 21 Huku akijua hakika kwa kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. Ibrahimu alisonga mbele huku akijua hakika ya kuwa Mungu anaweza kufanya mambo ama yale aliyoahidi.
Shida yetu hatuna uhakika na Mungu wetu. Tunaweza kuwa tunapita hali ngumu, lakini tukijua aliyeahidi ni mwaminifu, tunapomwamini huyu anayesema anaweza, hakika yeye ni mwaminifu kutimiza neno lake. Ni kwa hivyo wapendwa, tunapopitia hali ngumu, wacha tujitie moyo, tujitie nguvu na tusonge mbele kidogo kwa imani. Sometimes the negative voices are so loud. Mara nyingi sauti ambazo ni kinyume zinaongea kwa sauti sana, na wakati mwingi inatuvunja moyo. Hata pengine wakati umelala unasikia hizo sauti ambazo hata zinafanya ushindwe na kulala. Lakini nafurahia kuna mtu mmoja anaitwa Bartimayo, mwana wa Timayo. Ijapokuwa kulikuwa na sauti nyingi za kumzuia asikie, apate baraka yake, aliamua ya kwamba sauti za wanadamu, sauti za watu, negative voices hazitanizuia kupata muujiza wangu. Marko mlango wa 10. Wakafika Yeriko, na huyu ni Yesu. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na makutano makubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupasa sauti na kusema, mwana wa Daudi, Yesu ni rehemu. Bwana asifiwe sana. Bartimayo alikuwa kwenye station yake, yani kando ya njia, na akasikia umati unapotembea, na akauliza ni nini kinachoendelea. Akaambiwa Yesu Mnazareti anapita. Bartimayo akaamua, ni wakati wangu, sijawahi ona Yesu, maana yeye tayari ni kipofu. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hakuwa amemuona Yesu, lakini alisikia yale Yesu anayoyatenda. Bwana asifiwe sana. Tunaweza kuwa hatujaona, kuna mambo hatujayaona, lakini tumesikia matendo makubwa ya Mungu, na tunapoyasikia yanatutia moyo hata sisi kumwamini Mungu. Bwana asifiwe sana. Kuna kitu Mungu amekupa ambacho unaweza kutumia ili upate muujiza wako. Unapotembea kwa imani, unaweza kusonga mbele na kile Mungu amekupatia. Bartimayo akaamua kutumia sauti yake. Unaweza kutumia sauti tu na usonge mbele. Bwana asifiwe sana. Upate muujiza wako. Usikubali maneno ya watu, sauti za watu zikukoseshe kupata muujiza wako. Wewe ndiye unajua kila unatamani kukipata kwa Mungu. Verse 49. Yesu akasimama akasema, muiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Wale watu walimvunja moyo, walimkemea, wakimnyamazisha. Hao ndio watu wanakuja kumwambia, jitie moyo. Unapotendewa na Mungu ndio watakuja kusherekea na wewe. Lakini ulipokuwa unang'ang'ana, ulipokuwa unaugua kwa maombi, ulipokuwa unapasa sauti, wengi wanataka kukunyamazisha. Kwani utafunga mpaka lini? Kwani utaomba mpaka lini? Kwani ni kurauka asubuhi kila siku? Wangetaka kukunyamazisha. Lakini mpendwa, usife moyo, jitie moyo, songa mbele kidogo kwa imani. Songa mbele ukimlilia Bwana. Songa mbele ukimwamini Mungu, kwa sababu Mungu ataweza kuona imani yako. Aliona imani ya Bartimayo na akaweza kusimama. Akaweza kusimama ili amtendee. Yesu nyakati zake zilipokaribia, alipokaribia kwenda msalabani, maandiko yanasema
alichukua wanafunzi wake wakaenda katika bustani ya Gethsemane. Ukiangalia katika maandiko katika Mathayo 26 mstari wa 36 hadi 39, maandiko yanasema kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani itwayo Gethsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. 37, akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. 38, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. 39, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Bwana asifiwe sana. Yesu akaendelea mbele kidogo. Ameacha wanafunzi wake 8, akachukua Petro, Yakobo na Yohana, akasonga nao mbele, akaanza kuwamwagia moyo wake, akawaambia vile moyo wake umesononeka, na akawaambia, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Lakini kwa sababu Yesu alijua watalala na pengine usingizi wao unaweza kumvuta nyuma, akaendelea mbele kidogo. Bwana asifiwe sana. Ndio akaanguka kifudifudi na kuanza kulia. Kuna wakati inabidi tuache tutoke kwa umati, hata tutoke kwa marafiki wetu wa karibu, tusonge mbele kidogo, tukamlilie Bwana. Bwana asifiwe sana. Luka mlango wa 22 na mstari wa 43, maandiko yanasema, malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Amen. Aliposonga mbele, akaacha wanafunzi wake 8, akaacha wanafunzi wake 3, akasonga mbele kidogo, akamlitia Bwana, akamlilia Mungu. Malaika wa Mungu walitumwa kutoka mbinguni waweze kumtia nguvu. Bwana asifiwe sana. Si wacha Bwana akakutie nguvu unapotoka kwenye umati, unapotoka kwenye marafiki, na kusonga mbele kidogo kwa imani na kwa maombi. Wacha malaika wa Mungu wakakuhudumie. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema Mungu alisikia lile ombi, lakini badala ya kumtoa kwenye ile, ama badala ya kukitoa kile kikombe, alituma malaika wakamtie nguvu. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati utaomba na kikombe hakitaondolewa, bali Mungu atatuma malaika waweze kukutia nguvu uweze kukinywea kile kikombe kwa utukufu wa jina la Bwana. Bwana asifiwe sana. Na wale wanakinywea kile kikombe ni wale wamesonga mbele na Mungu, wamesonga kidogo mbele na Mungu. Bwana asifiwe sana. Nataka kuangalia mtu mmoja ambaye anaitwa Isaka. Katika Mwanzo 26, maandiko yanasema kulikuwa na njaa katika nchi hiyo, bali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki, mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanaongea juu ya njaa ambayo iliingia katika mji wa Kanani, ama kule Isaka alikuwa anaishi. Hapo awali kulikuwa na njaa, na wakati kulikuwa na njaa, maandiko yanasema Ibrahimu alienda Misri, maana huko ndiko kulikuwa na chakula ili waweze kutosheleshwa. Na wakati ule njaa iliingia, Isaka akaamua
kama vile niliona baba yangu akifanya, nitakusanya watu wangu, wafanyikazi wangu na mali yangu yote, tukaweze kuelekea pale tunaweza kutosheleshwa. Na maandiko yanasema akafika mji for the land of the Philistines. Ikawa jaa katika nchi hiyo, bali na jaa ile ya kwanza iliyokuwa siku ya Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki, mfalme wa Wafilisti, huko Gerari. Bwana sana. Ako kwenye safari ya kwenda Misri, lakini kwenye njia akafika kwa Wafilisti. Lakini mstari wa pili maandiko yanasema, Bwana akamtokezea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Verse 3, kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hii yote, nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Bwana asifiwe sana. Imefika mahali akili za Isaka zinaelekea mji wa Misri, maana aliona wakipatwa na shida wanakibia Misri, lakini Mungu akamtokezea. Na ni vizuri wapendwa, tunapopanga mambo tukaweze kusikia sauti ya Mungu, tukawe sensitive wakati Mungu ananena na sisi. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema Mungu alimtokezea Isaka na akamwambia usiende Misri. Wakati mwingine Mungu anatukataza. Kuna jambo Mungu anaweza kukukataza, lakini kwa sababu ya yale umezoea, yale ulikuwa umejipangia, yale ulikuwa umekusudia, unaona ni vizuri usonge mbele. Lakini Isaka aliamua kutii sauti ya Mungu. Na kwa sababu ya kutii sauti ya Mungu, katika mstari wa 12 maandiko yanasema Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja, maana Bwana akambariki. Bwana asifiwe sana. Ako katika nchi ya ugenini. Mungu amemwambia asishuke kwenda Misri, lakini akae pale, na Mungu akamwahidi atambariki. Tunaposikia sauti ya Mungu, tunapotii sauti ya Mungu, Mungu ni mwaminifu kutubariki hata pale tulipo. Amen. Inaweza kukaa kama nchi ya ugenini, lakini hapo ndipo Mungu atakubarikia. Kunaweza kuonekana si pale ulitarajia, maana hapo sipo Isaka alitarajia. Isaka alitarajia kusonga na kushuka mpaka Misri, lakini kwa sababu ya kutii sauti ya Mungu, maandiko yanasema Isaka akapanda mbegu katika ile nchi, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja, maana Bwana alimbariki. 13 verse 13. Na mtu huyo akawa mkuu, akazidi kustawili, hata akawa mkuu sana. Praise the name of the Lord. Mtu ambaye ako katika nchi ya ugeni, lakini kwa sababu ya kutii sauti ya Mungu, Mungu akazidi na kumfanya mkuu, akazidi kustawili, na hata akawa mkuu sana. Na alipokuwa mkuu sana, watu wa Gerari walimuonea wivu. Maandiko yanasema akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi, nao Wafilisti wakamhusudu, wakamuonea wivu. Bwana asifiwe sana. 15. Na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa babake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifunika, wakavijaza
kifusi. 16, Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Wakati unatembea na Mungu, wakati unasonga mbele na Mungu, Mungu ni mwaminifu kutimiza ahadi zake, kukubariki kiwango ya kuwa maadui zako wataona wewe ni tisho kwao. Verse 17, basi Isaka akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka agesimama na kubishana na wao, kuambia Mungu ameninenea, na kwa sababu Mungu ameninenea sitoki hapa. Lakini maandiko yanasema Isaka akatoka huko, akasonga mbele kidogo. Haleluya. Pastor anaongea juu ya kusonga mbele kidogo. Wanasema sana. Isaka ameona kumeshukua na shida. Wafilisti ama mfalme wa Wafilisti amemwambia, ondoka, toka kati yetu, maana wewe umekuwa na nguvu zaidi. Aliposikia ako na nguvu zaidi, agejitia moyo na kupigana na wao. Tena anajua Mungu amemwambia nitakubariki katika nchi. Lakini Isaka aliamua kusonga mbele, akatoka huko, akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Bwana asifiwe sana. Na alipokaa huko, alianza kuchimba visima vile Wafilisti walikuwa wamefunikia za baba yake. Na alipochimba kisima kimoja, wakabishana na yeye. Verse 19, watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji kinachobubujika. Verse 20, wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. 21, akachimba kisima kingine, wakagombana hata hicho akakiita jina lake Stina. Yani yeye anasonga mbele, maana walipogombana alisonga mbele, akachimba kisima kingine, naye akaliita jina lake Sitna, kumaanisha uadui. 22, akaondoka huko. Anasonga mbele. Haleluya. Anasonga mbele kidogo, akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehoboth. Akasema, kwa kuwa sasa Mungu ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Bwana asifiwe sana. Isaka akaamua, mimi sitagombana na nyinyi. Lakini kila wakati wakileta ugomvi, anasonga mbele. Walipomchukia, akasonga mbele. Akasema, maandiko yanasema, alipochimba kingine hawakukipigania. Haleluya. Ninaangalia mtu ambaye hajavujika moyo. Ninaangalia mtu ambaye ameamua kusonga mbele, kumwamini Mungu, akatoka kwenye ugomvi, akatoka kwenye hali ya fitina, akatoka kwenye hali ya machukizo, akasonga mbele, akachimba kisima kingine. Na kwa sababu alisonga kwa imani, akisonga na Mungu, kile kisima hawakugombania. Haleluya. Watu wanaweza wagombane na wewe, watu wanaweza wakuchukie, lakini wanapogombana, songa mbele. Wanapokuchukia, songa mbele. Itafika pahali hawatakuweza tena. Usikubali kukaa kwenye hali ya shuki na masegenyo. Songa mbele kidogo, maana Mungu atakubariki, atakufanyia nafasi.
Don't settle there. Move a little bit further. Hata wakati unaona kama umebarikiwa, mwamini Mungu, songa mbele kidogo. Songa mbele kidogo kwa imani. Mwamini Mungu kwa hilo jambo lingine mbele. Bwana asifiwe sana. Don't settle where you are. Trust God for the next promotion. Trust God for the next job. Trust God for the next business. Bwana asifiwe sana. Endelea kumwamini Mungu. Unaposonga mbele kwa imani, unaposonga mbele, Bwana akawatokezee, akawatie nguvu, akawafariji, that he may confirm his word. Akalitie nguvu neno lake. Maana alimwambia usiogope. Unaposonga mbele usiogope. Si Bwana akuinue, Bwana akubariki, mpaka maadui zako waseme, hakika tumeona ya kwamba Bwana yuko pamoja naye. Wote ambao wamekuchukia, wote ambao wamekuonea wivu, wote ambao wamekunena mabaya, unaposonga mbele na Mungu, wacha Mungu akaweze kuwaregesha nyuma, wakaone ya kwamba hakika unatembea na Mungu. Tunaposonga mbele kwa imani, tukaache ugomvi, tukaache fitina, tukaache mambo ambayo ni ya kutuzuia, ili tukaitwe wabarikiwa wa Bwana. Na kwa hivyo ningetaka tusimame mbele za Bwana, sisi wote tukaenende mbele za Bwana, tukamwambie Bwana akatusaidie, tukafike kiwango kile. Sijui ni hali gani unaweza kuwa umepitia, na hata kama hakuna hali umepitia, mwambie Bwana akakuinue, akakusaidia kusonga mbele, mpaka majirani wakakuite wewe ni mbarikiwa wa Bwana. Tusimame wote mbele za Bwana, tusonge mbele. Mwambie Bwana akupe neema ya kusonga mbele kidogo, mpaka watu wakuite mbarikiwa wa Bwana. Mwambie Bwana akupe neema, akupe neema ya kusonga mbele. Sijui ni mambo gani yamekuzunguka, lakini katika hizo hali unaweza kusonga mbele kidogo, mpaka watu wakuite mbarikiwa wa Bwana. Fungua kinywa chako, nena na Bwana. Mwambie Bwana akusaidie. Mwambie Bwana akuwezeshe. Mwambie Bwana unataka uitwe mbarikiwa wa Bwana kwa kusonga mbele. Kwa kusonga mbele.